Yani huyu mzee Nyampua kweli atakuwa kanita kwa wema. Maana kama mzee Mbamba ambaye ni mshenga wangu alimtoa Shupidi kama mwizi, je mimi huyu mzee si atanifyodoga kabisa. Mame, ngoja tuone. Akiniletea huku la ndindi tunamalizana umo. Hodi. Hodi humu ndani kidogo. Mzee Mbamba, hodi. Nani weye? Jitambulishe kwanza, unakuja kwenye majumba ya watu, jitambulishe. Nani wewe? Mie Kishundu mzee Nyampua, ni ule kijana ambaye nataka kumua binti yako. Kumbe ni weye, mame dokwiza umwenye mweka siridi yangu. Haya bwana mdogo, ingia. Huyu mzee kaongea lugha gani? Mbona simwelewi huyu fasha? Anataka kunifanya nini kwani huyu mzee? Mi jamani, majirani mkiona sijatoka, ujue nipo humu kwenye kashi ya mzee Nyampua. Sasa baba Kishundu, hapa mwanao Kishundu alikuja kuniambia kuwa anataka kuoa. Na tayari kwa maelezo yake anasema kwamba mke ameshapata. Ni yule Kinembe, mtoto wa mzee Nyampua. Sasa nikaona tukae hapa mume wangu, tuone tunafanyaje hili jambo baba. Hivi huyu mtoto kumbe anakabwegele. Yani alipo hana hata kazi ambayo inamuingizia hela. Mimi mwenyewe hapa mambo yangu magumu kweli. Weye mke wangu unajua, muda mwingine chakula unakuangalia weye. Yeye anataka kuoa. Mimi huu kula ndindi mie siwezi. Kwa sasa mie siwezi kabisa. Yeye kama anaoa basi mahali na kila kitu atoe mwenyewe. Msinipe pressure mie. Sasa baba Kishundu mume wangu, usiseme hivyo. Unajua mmoja akimwagika hayazoleki. Mume wangu, tunachotakiwa sisi kama wazazi ni kuona tunafanya jitihada gani kumshika mkono mtoto wetu. Na ukiangalia umri wake umeenda sana Kishundu. Mie tu mwalegeza, yani mie tu mwalegeza, yani mwalegeza. We haya tu mama Kishundu, kwa kuwa wewe tu mke wangu, ukianza kuongea waongea kacheleani. Mie ngoja nibaki kama shuhuda tu kwenye hili. Kwanza kabisa kijana, karibu sana. Mimi naitwa mzee Nyampua, ni baba yake na Kinembe binti yangu wa kwanza kabisa. Na nampenda sana na sitaki afanyiwe mchezo na vijana wowote wa hovyo. Labda kijana, inabidi nifahamu vizuri. Mimi nilistahafu wanajeshi, lakini pia nilijifunza karate na nina mikanda 3 hapa nilipo ipo ndani. Hivyo huwa na waangaliaga vijana ambao wanajifanya ni vijana wa hovyo, na wanajifanya ni vijana wa kutashisha, na wanajifanya ni vijana ambao wamekubuhu kwenye mambo ya kuleta mizaha. Mimi huko kote nimepitia. Kwa hiyo vijana huwa na waangalia na nasema hawa vijana wanataka kuniletea mizaha. Huwa na waonea huruma sana. Maana huwa nawaza nikisema ninyanyue ngumi yangu kijana kuwapiga hao, naweza kuwavunja meno yote ya sebuleni. Kwa hiyo kijana, karibu sana. Shasha mzee, mbona unajifagilia sana? Wewe wakuwa mwanajeshi. Bwana mzee, wewe si mchumba tu. Mzee ushintishe bwana. Mimi mwenyewe nishawahi pigana na Mandonga na nikamtoa knockout mzee. Shasha cha kuntisha bwana mzee. Umeona sasa kijana, haya ndio nilikuwa nayasema siku zote. Haya ndio nilikuwa namwambia mwanangu Kinembe, kuwa vijana ambao wanataka kukuoa mwanangu ni vijana wa hovyo. Sasa kijana, umeonyesha uhovyo mbele yangu. Kijana, unanitusi mimi mbele yangu. Sasa kijana, nakwambia hizi dharau unazoleta ndani ya mji wangu leo zitakutokea puani. Utanitambua kijana, utajua kwa nini kuku huwa hakojoi. Leo nakupasua hivyo vipilipili hoho vyako. Leo nakupasua hiyo mbunyeto. Kijana, haiwezekani unaleta dharau. Haiwezekani unaleta dharau kwenye mji wa mwanajeshi mstaafu. Leo nakupasua hivyo vipilipili vyako hoho. Utanitambua leo kijana. Mamedo, ukishikia shiku ya kuliwa kiboga ni leo. Hapa ni shipo, angalia. Nikileta mjaha hapa naliwa kiboga. Hapana mzee, unajua mimi mwezio nina matatizo. Babu yangu alinifanyia dawa za mizimu. Kwa kuna muda nikikaa ile mizimu inakuja. Hivyo nakuaga naongea nayo. Hata hapa nilikuwa naongea na mizimu baba. Sio wewe mzee Nyampua. Naomba unisikilize mzee Nyampua. Sikuwa nasema na wewe mzee Nyampua, nishamehe. Hapana kijana, wewe unaniletea dharau. Yani unaniletea dharau kabisa. Na mimi nilikuita makusudi kabisa, kwa sababu najua nyinyi vijana huwa hamna maadili, na nilikuwa na kupima ukajaa kwenye mfumo. Sasa wewe leo utakuwa futari yangu.
maana mke wangu pamoja na mwanangu Kinembe hawapo. Lazima nikufuturu bwana mdogo. Yani leo nakufuturu bwana mdogo, nakufuturu. Wewe leo utakuwa mihogo, wewe leo utakuwa magimbi bwana mdogo, wewe leo utakuwa tende bwana mdogo. Yani mimi leo sikufichi. Leo ngoja nikachukue mkanda wangu sasa. Leo kijana lazima nipasue hivyo vipilipili hoho vyako. Leo lazima nipasue hivyo vipilipili hoho ambavyo umevifyata huko chini. Yani leo sina mzaha, utajuta kwa nini ulikanyaga katika mji wa Mzee Nyampua. Yani leo ndiye utasema, leo utaiba haleluya bwana mdogo. Utaiba haleluya, haleluya. Leo ni leo mdogo wangu, utapiga kila aina ya mahubiri. Shenzi kabisa, unaniletea ukulandindi kwenye mji wangu, sikuachi. Mje, mwenjio, nasikia nya hapa. Nasikia nya mje, choo kiko hapi. Ngoja nikapunguze kabisa uzito mje, maana najua hapa nitaumwaga. Hapa mje, sho nitachafua hali ya hewa faza. Ngoja niende kwanza baba, nikapunguze nya. Jana hapa sio kunya tu, bali utapiga mpaka punyeto, kwa sababu kuna hicho chumba changu cha mazambi ambacho nitakacho kuingiza. Kabla sijaja kukupa yale mazoezi yangu ya karate, na chumba ambacho lazima nikakufungie kijana. Huko utakunya, huko utakojoa, lakini huko utapiga hadi puchu bwana mdogo. Haiwezekani unaleta ujeuri katika mji wa Mzee Nyampua. Uliza vijana wote katika huu mtaa, wanamjua Mzee Nyampua ni nani. Wewe leo unakuja kuntusi mbele yangu. Halafu sasa ulishawahi kuleta mshenga hapa. Mshenga wako amekuja amenitukana. Leo hii wewe kijana bwana mdogo umekuja kwa nia nzuri ya kuja kufanya mazungumzo na mimi kuhusu binti yangu, lakini cha kushangaza kijana, ukanitusi mbele yangu. Unanitusi mimi ambaye unataka niwe babako mkwe. Hakika kijana, leo utatubu. Naenda kukufungia kwenye chumba changu cha mazambi. Huko ndiko utakakokunya, huko ndiko utakakopiga puchu. Vijana wa sasa wanasema punyeto. Shasha mimi nimefanya nini mimi mtoto wa watu? Mzee Nyampua, mimi sikuwa na shida na wewe Mzee Nyampua. Naomba unifungulie kwenye hicho chumba, mateso yamezidi. Joto humu ndani Mzee Nyampua. Mzee Nyampua, mimi sihitaji tena kumuoa binti yako. Basi mzee, mimi naomba uniruhusu niende kwetu. Mwenzio kwetu nategemewa. Mwenzio kwetu mimi naangaliwa. Baba yangu hana kazi, ananiangalia mimi Mzee Nyampua. Naomba unifungulie. Sasa bwana mdogo, mapema yote hii tayari ushaanza kuchoka. Hapo bado bwana mdogo. Yani hiyo tunaita ni testizali. Hapo bado sijaanza kukupa yale mafunzo yangu ya karate. Sasa ngoja niingie huko nije nianze kukuonyesha bwana mdogo. Niandalie kiboga hicho bwana mdogo. Leo nakula kiboga chako bwana mdogo.